Bwana Yesu asifiwe, na wasalimu nyote katika jina la Yesu Kristo. Kwa siku ya leo tunakwenda kumaliza ile video yetu ambayo inasema kwamba usitishiwe na machozi ya mwanaume. Bwana Yesu asifiwe. Ile niliyotoa ilikuwa ushuhuda wangu wa kwanza, na sasa ni ushuhuda wa pili ambao unakwenda kumalizia tu ambao unakwenda tu kumalizia somo letu ambalo linasema kwamba usitishiwe na machozi ya mwanaume. Bwana Yesu asifiwe. Mimi katika maisha ambayo niliyaishi hapo zamani, na hiyo nilikuwa nishaokoka, na kulikuwa muda tu nilikuwa nishaanza kuhubiri kwa mtandao, lakini nilikuwa bado sijaachana na zile tabia za kuongea sana na wanaume kwenye simu. Kwa maana hapo zamani nilikuwa siongee sana na wasichana. Zaidi sana nilikuwa nikitumia muda mwingi sana nikiongea na wanaume. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio ilikuwa hali yangu hapo zamani. Na hapo nilikuwa nishaanza kuhubiri kwa mtandao. Bwana Yesu asifiwe. Hasa kwa kijana nikawa tunaongea naye kwenye simu. Yule kijana akapita akasema tu kwamba kupitia ile maongezi ambayo tukiwa tunayaongea, na mtu mwingine akisikiliza ile maongezi, kweli utashangaa, utasema tu kwamba huyu ambaye anaongea yeye maongezi, je, ni yule ambaye anakuwa anahubiri kwa mtandao? Kwa sababu wote mzale, hayakuwa maongezi ambayo yanatokana na Mungu. Ilikuwa maongezi ya mapenzi. Na wakati siko hatuko hata mahusiano. Tukawa tunaongea hivyo vitu vya hivyo vya vinavyo make sense, vya sex, vya manini. Tukawa tunaviongea mimi kwa nikifikiria kwamba tu ni maongezi tu kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Na huku naenda kuhubiria watu. Huku naenda kumtandao kushauria watu. Bwana Yesu aturumie. Bwana Yesu asifiwe sana. So tukawa tunaongea hayo, kafikia kiasi mwanaume akasema tu kwamba Berta, mimi nitakubebesha mimi. Mimi nikafikia tu kwamba mimi kwa mtu nikachukua tu jambo tu la kawaida. So sikuchukulia kama ni big deal. Lakini tukaendelea kuongea hayo maongezi. Mwingine mtu angeyasikia, angesema tu kwamba huyu Berta huyu tayari ameshaanguka. Au vendo kunaongea, vendo nilikuwa nikiongea, hayakuwa hata nafanana kama mimi ni Mkristo, wala hayakuwa hata ananitambulisha kama mimi ni Mkristo. Wala mwingine mtu akishasikia aweze akafikiri kwamba eti mimi ni yule ambaye anakuwa nahubiri kwenye mtandao. Bwana Yesu asifiwe. Ikawa hivyo sasa tulipomaliza kuongea, nilikuwa na hiyo tabia kuongea na wanaume wengi sana. Alafu maongezi ambayo nilikuwa nikiongea na hao watu, yalikuwa maongezi ambayo kwa hali nyingine, yalikuwa maongezi tu ya mapenzi tu, na vingine vitu ndivyo havitokani hata na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Niliendelea kuishi hayo maisha hivyo, kufanya hizo tukio za hivyo. Hadi kafikia nikasikia sauti kaniambia tu kwamba unabidi kutengeneza. Mimi nikawa sile. Mimi kwangu nikawa napuzia, nikawa nakosa amani ndani ya moyo. Nikatafuta wale ambao nikatafuta wale ambao wamenitangulia, nikamwambia jinsi nilikuwa najisikia, nikamwambia tu kwamba nisikia sauti nasema hivi na hivi. Wakaniambia tu kwamba unabidi utii, ni Mungu anataka utengeneze. Sasa tena cha ajabu tena, mahali ambapo anataka sasa mimi nikatengeneza peke yangu. Lakini haikuishia pale, ilikuwa inanibidi mimi niende kutengeneza. Ilikuwa inanibidi mimi niende kuweka yale mambo ambayo nilikuwa nikiongea kwenye simu, niyaweke wazi mbele za watu. Which means kwa lini nyingine niende kutengeneza na kwaya nzima. Niende kutengeneza mbele ya kwaya. Niende kutengeneza mbele ya kwaya, niwaambie vitu ambavyo nilikuwa nikifanya, kwa sababu kwenye kwaya yetu naona ambapo walivyokuwa wananifahamu sivyo jinsi ambavyo nilikuwa naishi. Nilikuwa naishi kinyume na jinsi ambavyo wao walikuwa wakinifahamu. Walikuwa wakijua tu kwamba Berta hawezi kaongea na mwanaume vitu ya mapenzi, Berta hawezi kaongea na mwanaume vitu vya ndoa, hawezi akafanya vitu kama na hivyo. Na vingine ambavyo walikuwa wananijua hiko. Lakini jinsi ambavyo wao walikuwa wananijua na mimi jinsi ambavyo nilikuwa nikiishi nilikuwa tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Ilikuwa kitu tofauti. So hasa ikanibidi mimi niende kutengeneza, nikaanza kuwaza. Yetu nitaenda kutengeneza kule na wale, na wale hawajui kwamba mimi huwa nakuwa naongea haya maneno na wanaume. Wala hata wako wanajua kama mimi nakuwa na mazoea hata na wanaume. Ikawa ni ngumu kwangu. Alafu nikaanza nijiangalia hata nichukulia aje. Mimi ya mara kwanza nikaona kwamba ni ngumu. Lakini ndani ya moyo nikaanza kosa amani.
ile sauti ile zidi tu kuniambia unabidi utengeneze, nenda katengeneze mkwaya. Nikitengeneza peke yangu hapana. Lazima niende kutengeneza kwenye kwaya nzima, yani niweke vitu vyangu wazi mbele ya kwaya yote. Mimi nikaanza kuona itakuwa ngumu, lakini ikanibidi niende kutengeneza. Nikamwambia mwalimu eti kama mimi nataka kuongea nataka kuongea na wanakwaya wote au niko na neno juu ya kwaya nzima. Mwalimu akanipatia nafasi. After maandalizi nikasema pale, yani nisimamaga pale nilikuwa natetemeka. Kwa sababu nilikuwa najua nitaanzia wapi, na kwa jinsi ambavyo watu wanavyonijua kwenye kwaya na jinsi ambavyo mimi nilikuwa nikiishi vilikuwa vitu viwili tofauti. Na kwa jinsi ambavyo tu nilikuwa nikiishi na watu na jinsi ambavyo nilikuwa kati ya watu nilikuwa mtu ataka zani, lakini huku peke yangu, huku sirini sasa Mungu ndo anayajua sasa yale ambayo nilikuwa nikiyafanya. Nikawa naona nitaanzia wapi. Au nikaanza kwanza labda nichangie na bongo, lakini vyote nilikuwa nikikumbushwa vyote. Kanibidi nikasema pale mbele ya kwaya, nilikuwa nikisema mimi wote niko natetemeka. Nikaanza kutengeneza pale, kasema kwamba Mungu anisamee. Nilikuwa nikiishi kinyume na nilikuwa nikiishi kinyume jinsi Mkristo anastahili kuishi. Nikaanza kuambia kwamba nilikuwa mtu ambaye niko na tabia kuongea na wanaume maneno ambayo hayapendezi, kuhusu mapenzi, kuhusu ndoa. Sasa nakuta naongea vitu ambavyo vinanishindia hata mimi mwenyewe hata kimo, vinanishindia hata miaka. Navuka mpaka. Nikaanza kutengeneza pale, kila mtu ndio alikuwa anasikia. Na kulikuwa hata vilikuwa vya aibu. Mwalimu kusikia anakainamisha kichwa. Akashangaa. Akaniangalia, bado wote wakanishangaa kwenye kwaya, wote wakanishangaa. Mimi nikabakia, ijapokuwa niliweza kuongea maneno yote, nikasema kila kitu wazi, kila mtu aliweza kushangaa ndio nilikuwa nikifanya. Jinsi ambavyo nilikuwa nikiongea kwa wanaume huko, maneno ambayo nilikuwa nikiongea, mimi nilikuwa siele kama nitakuwa mtu ambaye akuna miaka 40 30, bote. Mimi nilikuwa siangalia hata miaka. Nilikuwa hata siangalia nani ambaye naongea naye. Ilikuwa tu akishakuja tu kama ni mahabari tunaanza kuongea hivyo na hivyo. Lakini katika hayo maneno yote ambayo nilikuwa nikiongea, nikaenda kuyatengeneza pale kuweka wazi mbele ya kwaya. Wakamjua sasa Berta jinsi ako. Wakashangaa jinsi ambavyo walikuwa wananijua na kwa jinsi ambavyo nakwenda kujielezea kwao au kutengeneza mbele zao. Kila mtu alishangaa. Nilitoka pale mbele ya kwaya, muromo kuna waka moto. Nilikuwa natengeneza muromo na waka moto. Ngoma nilikuwa natetemeka kuongea. Kumbe kigugumizi kinakujaga wakati ambapo mtu anatengeneza. Ilikuwa wakati ngumu, lakini ikanibidi mimi niende kutengeneza kwa kwaya. Nilipotengeneza pale, kasimama mama wakaanza nishauria. Wananishauri kuna sikia moto. Jasho mwili nzima. Nilikuwa sikia jasho mwili nzima. Nilikuwa natamani hata kwanza niruke kwanza mkwaya, nipotee kama miaka, bila yote ndio nisema vyote, babisahau ndio tena nirudi. Kwa akili zangu nilikuwa nawaza hivyo, kwa sababu kutokana gisi moto ambao nilikuwa nasikia muro, ilikuwa ni hatari. Wakanishauria pale, wakatushauria kwa yote nzima. So nilisema haya kwa sababu haya maisha wajakazi wengi sana wanayaishi. Wajakazi wengi sana wanafanya vitu kama na hivi. Unaona mjakazi anaweza kasimama kabisa na ubiri, lakini huku kwa siri anavyoongea kwenye simu, viko kinyume hata na mapenzi ya Mungu. Unakuta anaanza kuongea na kijana maneno ambayo yanachochea tamaa. Yanachochea tamaa ndani yake. Anashindwa kuendelea na kazi ya Mungu. Kufika huko mbele anaenda kuanguka. Anashindwa kuendelea kwa sababu kwa sababu huku kwa siri jinsi ambavyo alikuwa anaongea, maongezi yake yote alikuwa anaongea na watu, ilikuwa tu kuhusu tu vitu tu vya usharati, vya uzinifu, vya mahusiano, ndo mjakazi. Hasa hivyo vitu vinachochea tamaa ndani yake, kufika kule mbele anashindwa kuendelea. Bwana Yesu aturumie. Wajakazi wengi sana wazee wakasema wanaanguka, hata nafikia anajizini, chanzo ni nini cha kujizini. Bwana Yesu aturumie. Ile maziwa kuitwa kaka, kesho yake anakia kumbebesha mimba. Anaenda.
Chanzo ni nini cha mtu kuanza kufikia hadi anafikia kiasi cha kujizini? Maongezi ambayo mnaongea kwenye simu, unaongea maneno gani? Maongezi gani ambayo mnayoongea wewe mjakazi? Hata kama tunaongea na kijana, ni maneno gani ambayo unaongea? Kwanza mjakazi, kwanza ustahili kwanza kuwa na mazoea. Wajakazi wengi sana, hayo maisha watu wengi, wajakazi wengi sana wanayaishi. Yaani ndio maana tunafikia mtu anakia kuanguka hata mtamaa. Yaani anakuja kuanguka kwa hali ya kujizini. Wengine hata wanajizini hata kwa siri. Huku kumtandao kwa anaanza kuhubiria watu vile, lakini huku wanayofanya kwa siri ni ya aibu. Wajakazi mko makini sana. Yaani maongezi gani ambayo unaongea kwenye simu? Bwana Yesu aturumie sana. Na kuna wengine hata yanakia kuta kijana anaanza kuvulilia kwenye simu kama kama nimesema, unakuta kijana anakia kubembeleza ili mkwe na mahusiano. Yaani anapokuja kutongoza huko anakuja kuna maneno huko ya zinaa, kwa anaanza kukujaza kichwa yako. Unapokuwa mbele za Mungu, yale maneno anakuja kukuafeti. Unajikuta unakwenda kuangukia pabaya. Kwa hiyo kijana, msichana mwenzangu mbona nisikiliza, usitishwe na machozi ya mwanaume, wala mwanaume asija kukushawishi. Wanawake wengi sana wanashawishika kwa sababu anampatia nafasi. Yaani anakia kuta katika ile nafasi ambayo anampatia, ashasikiliza maneno yake. Yaani maneno yake yote ni ya kuchochea tamaa. Kata ile simu. Kwa sababu ukishendelea kuyasikiliza yatakuja kukuharibu kwa mbele. Bwana Yesu aturumie sana. So nimependa tu kuleta ushuhuda wangu jinsi ambavyo watu wengi sana wanaisha hiyo maisha. Unaweza kuona mtu kabisa kabinti kanajeshimia, yaani zaidi sana wale wapole. Unaweza kuona kabinti ni kapole, lakini huku kwa siri anayofanya ni aibu. Wengine hata huku unaweza kuona kumtandao kabisa ni kabinti kapole, lakini uko anajizini kwa siri. Nini chanzo cha tamaa yake? Kwa hiyo ningependa tu kusema kwamba katika haya maisha ambayo tunayoishi tukue makini sana. Na nyewe vijana ambao mnao kwenda kulililia wanawake, huko unashindwa kumlilia Mungu, unakwenda kumlilia mwanamke eti kwamba hauwezi ukaishi kwa ajili yake. Ni huruma sana, ole sana. So Bwana Yesu asifiwe. Lengo langu tu nipenda tu kusema kwamba wasichana msitishwe na machozi ya mwanaume. Mwanaume asikutoe katika mpango wa Mungu. Wasichana wengi sana, yani ile kusikiliza, yani ile kushawishika na maneno, anajikuta anatoka, yani anajikuta anashindwa kumsikiliza Mungu, anaamua kumsikiliza mwanadamu kwa sababu ametekwa na maneno ya mwanaume. Ametekwa na maneno ya mwanaume. Hapa tunasoma katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura yake ya 15 mstari wake wa 33 nasema kwamba msidanganyike, mazungumzo mabaya haribu tabia njema. Usikuwe mtu ambaye, yani usikuwe mtu ambaye unajua ya mazungumzo ni mazungumzo ambayo kweli yanaweza yani mazungumzo ambayo yanachochea tamaa, lakini wewe kazi unayasikiliza tu, unasikiliza kisi mwanaume kisa anakuambia eti kwamba eti mie nikikuona kwenye glasi mara hivi na hivi, mara eti tutazala watoto kadhaa, mara ukishakuwa mke wangu nitakuwa nakufanyia hivi. Unasikiliza hivyo vyote, utashindwa kuendelea huko mbele. Utategwa na maneno yake. Usije kategwa na maneno ya malaya. Mjakaza mbona nisikilize. Mkuwe makini sana. Mwanaume anaweza kakia kulilia, lakini tu lengo lake ni kia kuzimisha nuru ambayo iko ndani yako. So mimi niliaisha hiyo maisha. Huko yani kuna kia kuhubiria watu, lakini kuna vifanya viko kinyume na mapenzi ya Mungu. Na hata wajakazi wengi sana wanaisha hiyo maisha. Yani uko na kia kuhubiria watu, lakini kwa maisha yake ya siri yako kinyume na mapenzi ya Mungu. Mjue kwamba macho ya Bwana yako kila mahali, yakimchunguza mbaya na mwema. Mungu anachunguza unayoongea, iwe kwa siri, Mungu anayachunguza. Na ipo siku tu atayaweka wazi. Unayofanya kwa siri kuna kiana vale watu itambala kanzu ndefu na wakati kwamba yule binti kasa ni mtakatifu, lakini Mungu akikuangalia, yani kanzu yako inafunika maovu yako. Mkwe makini sana. Na nyewe vijana, Mungu awasamee sana. Nyewe vijana ambao mnaolilia wanawake, mnashindwa kumlilia Mungu. Na kuna vijana ambao hawajawahi hata kulia hata mbele za Mungu. Yani aishona tu kwamba eti aliye mbele za Mungu, atakuwa tu kwamba anajizaraulisha mbele ya mwanamke, lakini ako razi kulia mbele ya mwanamke. Ako razi hata kumpigia mwanamke magoti na aliye mbele zake, lakini kulia mbele za Mungu inakuwa ni vigumu sana kwao. Mkwe makini. Bwana Yesu aturumie sana. Kwa hiyo msichana mwenzangu, hata kijana kukuje mjia gani, usitishwe na machozi yake. Machozi yake asikutoe katika mpango wa Mungu, au machozi yake yasisababishe ukose kumsikiliza Mungu. Vishawishi. Yani ile yani ushaanza tu kusikiliza tu, unaona tu haya maneno ni maneno ambayo like haya maneno kiendelea tu kuyasikiliza hayampendezi Mungu. Kata ile simu,
Kwa sababu hata kuna wengine maneno ambayo ni yani anakutongoza kupitia Biblia. Yani anaanza kutongoza kupitia Biblia. Mkuwe makini sana wajakazi. Njakazi muache, yani njakazi usikuwe na mazoea sana na vijana. Lakini tunashangaa wajakazi wa sasa wanachukulia tu ni kawaida. Yani hata Mungu akishasema, hata Mungu yaani kuta Mungu anaanza kudharauliwa kwa sababu ya wewe mjakazi. Mkuwe makini sana na njia zenu. Kijana asisababishe wewe ukose kumsikiliza Mungu. Mwanaume asisababishe wewe ukose kumsikiliza Mungu. Wajakazi wengi sana wanashindwa kumsikiliza Mungu kwa sababu ya vishawishi vya wanaume. Kwa sababu nani tu kwamba mwanaume alilia mbele zangu kwa hiyo ananipenda. Yaani Mungu anakuambia tu kwamba mwanaume sio, lakini yani Mungu ashakia ukataza, unasema tu kwamba huyu sio Mungu, hapa ni shetani. Yaani uko unapokuja kupata kwa madhara kwa ndio unaanza tena kulaumu Mungu. Bwana Yesu aturumie. Nyie wasichana mkuwe makini sana. Nipenda tu kusema hayo na Mungu awabariki.